Leo tumefika hapa Nakuru tukiwa tumekuja kuanza safari ingine. Muliona Jumapili ndugu yetu Musalia Mudavadi alituahidi kutakuwa na earthquake. Earthquake ilipatikana, haikupatikana? Ilipatikana, haikupatikana? Sisi tunataka kushukuru rafiki yetu Musalia Mudavadi kwa sababu wewe ni mtu wa kusema ukweli. Tafadhali tuweke hiyo chini kidogo. Tunaelewana? Na leo tumekuja hapa mkutano wa kwanza wa post earthquake ya Sunday, tukiwaambia watu wa Nakuru, tumekuja hapa mbele yenu kama viongozi wa Kenya, tukiwauliza tuanze hii safari pamoja na nyinyi, na tumeunganishwa hapa tulipo. Tuko na viongozi wengi, tuko na wabunge zaidi ya 90, tuko na ndugu yetu Rigathi Gachagua, tuko na mama wetu hapa Alice Wahome, tuko na ndugu yetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, tuko na ndugu yetu Wetangula, na mimi hasla niko hapa. Hatujakuja hapa kwa mambo ya ubinafsi. Hatujakuja hapa kutafuta yale ambayo yatatufaidi kama viongozi. Hatujakuja hapa kwa sababu ya vyeo na mamlaka. Tumekuja hapa kuunganisha taifa letu la Kenya kama amri mliotupatia kutoka hapa Nakuru. Tunaona kuna hatari kubwa katika taifa letu la Kenya, kwa sababu watu wengine wanataka kutugawanya, wanataka kutuanzishia vyama vya kikabila na dini na kona na vijiji. Ndio tumesema vile tulianza hapa Nakuru na tukasema tunataka tuungane. Ndio sababu sisi watu wa UDA, watu wa ANC, watu wa Ford Kenya ambao tunaamini katika umoja wa taifa letu la Kenya, tumesema tuje pamoja ili tuokoe taifa letu la Kenya lisirudishwe mahali pa ukabila na migawanyiko na mambo ya fujo. Tunataka kwenda mbele kama Wakenya. We have come here to stand together as members of UDA, ANC and Ford Kenya, shoulder to shoulder with millions of the people of Kenya, so that we can resist the temptation to take our country back to ethnicity, division and violence. Watu wa Nakuru tunakubaliana. That is why we are standing on this podium today. Na mimi nataka niwaahidi kila mmoja wetu hapa, Alice Wahome anaweza kuongoza Kenya, Rigathi Gachagua anaweza kuongoza Kenya, Wetangula anaweza kuongoza Kenya, Musalia Mudavadi anaweza kuongoza Kenya, Hasla anaweza kuongoza Kenya. Jumapili ndugu yetu Musalia Mudavadi aliongea kuhusu mambo yanayohusu taifa letu la Kenya. Hakuongea mambo yake ya kibinafsi, hakuongea mambo ya jamii yake, hakuongea mambo ya dini yake, hakuongea mambo ya familia yake. Aliongea mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya, mambo ya madeni ya taifa letu la Kenya, mambo ya ukosefu wa kazi, maskini katika taifa letu la Kenya. And those are the things that bring us together so that we can forge unity and sort out the challenges that face our nation. That is why we are standing in Nakuru today, and that is our mission.
Nyinyi mnanielewa jameni, watu wa Nakuru? Tunaelewana? Ndio tunasimama hapa. Tumeunganishwa na sera na usawa wa sera na usawa wa msimamo na usawa wa mpango ambao ndugu zetu wako nayo na sisi tuko nayo, na tumesema kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Ndio sababu tunasimama hapa pamoja leo. Na mimi nataka niwaulize Wakenya wale wengine, jameni, tunawauliza kwa unyenyekevu, tuungane kama taifa la Kenya ili tuweze kukabiliana na changamoto zinazotukumba kama taifa, na tunaweza kutatua haya matatizo tukisimama pamoja. Watu wa Nakuru, tunaelewana? Vile ndugu yetu Musalia Mudavadi alisema, njia ya kutatua madeni ya taifa letu la Kenya ni kukomesha ufisadi na kupanga ajira ya vijana wetu na kupanga biashara ili tupate watu wengi wanaolipa ushuru, ndio tuweze kuwa na pesa ya kutosha kuendesha maendeleo ya taifa letu la Kenya, ili tusitegemee madeni ya kutoka watu wengine. And that is why we are standing here today. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kenya, kundi letu hii, timu yetu hii ambayo ni timu ya Kenya Kwanza, tunasema kwa vijana wetu wa Kenya na kwa Wakenya, agenda yetu number 1 sio kubadilisha katiba tugawe vyeo na mamlaka ya viongozi. Hapana. Agenda yetu ya kwanza ni kushughulikia uchumi, ndio tupange ajira ya vijana wetu, biashara ya Wakenya, kilimo ya Wakenya, ndio tuondoe umaskini na tuzalishe uchumi wa taifa letu la Kenya. Watu wa Nakuru, tunaelewana? Wale tunashindana na wao wanatuambia ya kwamba kazi yao ya kwanza ni kuanzisha rege, ati kazi yao ya kwanza ni kupanga vile ya kubadilisha katiba, waongeze vyeo na mamlaka ya viongozi. Na wauliza watu wa Nakuru, nyinyi mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Wewe mtu ya wewe weka chini. Mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Watu wa Nakuru wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza, nione kwa mkono. Nione kwa mkono. So, mnasema tubadilishe uchumi kwanza. Vile Mheshimiwa Musalia alisema Jumapili, vile Hasla amekuwa akisema, wewe nani? Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio mimi nawaambia, katika mpango wetu wa kubadilisha uchumi, tunawaambia hivi, nataka niseme mambo matatu. Jambo la kwanza, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, kabla hatujaletewa rege na mambo ya handshake ambayo imeleta hasara nyingi katika taifa letu la Kenya, mimi nataka niwaambie hatua yetu ya kwanza ni kuweka bilioni 100 katika mambo ya housing, agro processing, value addition na manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. That is our priority number 1. Yule mzee tunashindana na yeye anatuambia ya kwamba ati kazi yake ya kwanza ati ni kubadilisha katiba, ati kazi yake ya pili ni kupanga handouts ya kupatia hawa vijana, ati vijana wapatiwe handouts. Mimi nataka nimwambie mzee wa kitendawili, please, kwa sababu ya umri tunakuheshimu, lakini hata wewe heshimu vijana wa Kenya. Hawa vijana wa Kenya sio wa kupanga na handouts. Hawa vijana wa Kenya sio wa kupanga na handouts. Na ndio tunasema our priority number 1 is to invest sufficient resources
in programs that will create opportunities for our young people to gainfully be employed so that they can contribute their talent, their expertise, their knowledge in developing our country, and so that they can be responsible citizens that can feed their families. Hatua yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba kila mtu anaweza kuendesha biashara yake katika taifa letu la Kenya. Wakenya milioni 14 leo wameorodheshwa kwa CRB kwa sababu ya madeni, na hiyo madeni inaletwa na mikopo yenye interest ya juu ya fuliza na mashailo. Ndio tunasema because 80% of all business in Kenya is carried out by micro, small and medium enterprise, tutaweka pesa ya kutosha zaidi ya bilioni 50 kwa hazina maalum ya micro, small and medium enterprise. Na hiyo pesa hautaenda kutafuta kule kwa county, hautaenda kutafuta kule kwa constituency. Hiyo pesa tutaleta mpaka kwa wodi yako, ili wewe mkulima, wewe mfanyabiashara wa hapa chini, badala ya kukopa kwa fuliza, badala ya kukopa kwa shailo, upate mahali ya kukopa pesa ya kuinua biashara yako yenye riba ya chini na hakuna mambo ya security. Ndio tuhakikishe ya kwamba every hustle matters, kila biashara ya mtu inaheshimika. Ndugu zangu, watu wa Nakuru, tunaelewana? Jambo la tatu, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four kabla ya mambo ya handshake kuja kutusumbua, tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo. Na mimi nataka niwaambie, tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tuhakikisha kwamba wakulima wetu wako na mbegu na mbolea ya sawa. Tuondoe mabroka na makatel, ili wakulima wetu wapate soko ya sawa sawa, waweke pesa mfukoni. Na vile vile tuhakikishe kwamba chakula inapatikana kwa bei nafuu, ili kila mmoja wetu aweze kulisha familia yake. Na jambo la 4, kila mmoja wetu hapa nataka niwatangazie, kwa sababu tulikuwa tumesema mambo ya universal health coverage. Kila mmoja wetu hapa kabla ya mwisho wa mwaka huu, mwaka gani? Kabla ya mwisho wa mwaka huu, bima ya afya ya NHIF utalipa kulingana na mapato yako, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia, ili kila mmoja wetu aende hospitalini, atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Tunaelewana watu wa Nakuru? Na waambia tumeungana na hawa viongozi. Alex Wahome yuko hapa, Gachagua yuko hapa, Weta yuko hapa, Hasla yuko hapa, Musalia yuko hapa, na tumeungana kwa sababu tuko na mpango. We have a plan. We have not just united so that we can benefit selfishly as individuals. Tumeungana kwa sababu tuko na mpango ya Kenya. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana wangwana wa Nakuru? Tutaungana pamoja na nyinyi. Hebu nione wale wanasema tutaungana.